Nashukuru sana Mchungaji Benjamin. Kwa kweli tulikuwa wote miaka 4 iliyopita tayari. Tulikuwa tumefundisha Kairos Nyakato FPCT pale. Na kweli tulikuwa na kundi kubwa ya wanafunzi na ilikuwa baraka kubwa. Nilifanya ni muda lakini tumeonana tena tukufundisha tena. Asanteni. Na ni heshima kubwa kuwa mahali hapa siku ya leo. Nashukuru sana kwa kunialika. Mzee wa kanisa Mathayo pamoja na Agnes mkuu yangu, na yeye ni mwana Kairos. Sema Kairos. Kweli tunda la kanisa hili. Huyu binti naomba nimheshimu kidogo. Alihitimu Kairos mwaka uliopita. Tulifanyia LSC Makongoro na tulikuwa na darasa la watu 23. Lakini wachache kweli wote wamewaka moyo. Wote walisema twende tufanye ufumisheni. Wachache wakaweza kutekeleza. Na huyu tena wameunda shirika linaitwa Kairotic Outreach Missionaries Com, na yeye ni katibu yao, na hao sasa wameweka utaratibu ya kwamba kila mwaka Kairos ije hapa Mwanza. Kairos ni kozi nzuri sana na inawasaidia watu kuelewa na Mungu ana mpango kwa ajili yangu. Kumbe na yeye anataka na mimi nihusike na kuwafikia wengine. Sio tu wako ni muhimu, lakini sio tu watumishi wakubwa wale wanaoongoza mikutano ya Injili, sio tu wachungaji, sio tu wainjilisti, hata mimi. Mimi nina nafasi katika ufalme wa Mungu. Na hii ni muhimu kwa sababu agizo kuu ni kubwa. Tumeitwa kuwafanya mataifa yote wanafunzi, kuwa wafuasi wa Yesu. Na hapa Tanzania tuna mataifa mengi, yani tuna lugha nyingi, si ndio? Na mengine hawamjui Yesu. Kazi iko mlangoni. Lakini Wakristo wasipoelewa kwamba kuna mimi nina nafasi, hatutatekeleza. Yesu akirudi kesho atatuangalia hapa Tanzania, je, umefanya kazi? Na kazi bado ipo. Ndio maana nashukuru sana kwa watu kama Agnes na mchungaji mwingine anaitwa Ruhea. Kweli walihamasika na waliweza kuamua tulete Kairos kila mwaka. Na tuna kozi ya Kairos inaanza kesho, sana kesho. Pale Makongoro tumeona darasa linatufaa. Na tutakuwa pale kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Ni kozi ya siku hizi 5. Lakini lazima mtu atenge muda kweli, kwa sababu tunaingia darasani. Si semina ambapo unaingia kutoka na kuingia kutoka. Utenge muda, si ndio baba? Ni muhimu utenge muda kwa sababu tunasoma kitabu kizima kitakachokupa vitu vya muhimu sana vya msingi kwa maisha yako. Na jana tulikuwa na mzee Mathayo, tulikuwa pale tukifundisha semina ya interface ambayo zaidi ni kwa wachungaji viongozi, ili wote tuelewe sisi ni mwili mmoja wa Kristo na wote tumepewa agizo tulifanyie kazi. Na nashukuru kusikia kwamba kulikuwa na mwezi wa misheni. Hii kweli inanitia moyo kwamba kanisa lina shauku kuwafikia wengine, ni muhimu. Lakini nikwambie, mwezi wa misheni umeisha. Maana yake umesheni umetimia. Kila mwezi ni mwezi wa misheni. Amen. Na sio tu waheshimiwa kama mchungaji Benjamin waende, na wewe umeitwa. Na bila kusema mengi, naomba niingie kidogo katika nini. Kabla ya hapo, naomba tena nitoe kidogo maelekezo kuhusu Kairos. Bado nafasi zipo, si ndio? Tena zipo nyingi. Tumejiandaa kwa watu 20 mpaka sasa wamejisajili kwenye watu 10. Nafasi zipo. Kanisa la Igogo, mleteni watu. Ada ni 40,000 kwa sababu kuna kitabu,
kuna kijitabu cha maombi na kuna pia chakula. So gharama hazikwepeki, si ndio? Lakini hizo gharama zina faida. Zina faida kwa kanisa hili, zina faida kwa maisha yako. So naomba watu kwa Igogo mjitahidi mlete watu. Sawa? Darasa lijae. Nimesafiri kutoka Morogoro, nimesafiri. Sio mbaya kuwafundisha watu wachache, Mungu anajua watu sahihi. Lakini naamini kuna watu sahihi kutoka kanisa hili. Amen. Naomba mkawaleta na msikose mafundisho haya, ni muhimu sana. Na mtu akishahamasika kwa misheni, na yeye anaweza kuambukiza shauku yake kwa wengine, si ndio? Na hakika tutaweza kutimiza agizo la Mungu. Asijajitambulisha, mimi naitwa dada Hana Rita Schmideke. Ndio jina la mkwenda mtata kidogo. Natokea Ujerumani, nimezaliwa mji wa Berlin, lakini sasa hivi nakaa Morogoro. Niko kwenye kituo cha watoto, tunalea watoto yatima na wanaotoka kwenye mazingira hatarishi. Lakini pia kwa sehemu fulani ya muda wangu nimeruhusiwa kufanya kazi zaidi ya umishini, yani ya Kairos, na kuamsha kanisa, kwa sababu sio lazima uwe na ngozi nyeupe ili uwe missionary. Hata wewe hapa Tanzania, wewe ni missionary. Maana ya missionary ni mtu aliyetumwa. Amen. Wewe si mtumwa. Si watu tumeagizwa. Mwambie jirani yako, na wewe ni missionary. Fanya kazi. Amen. 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 Naomba tuingie katika kitabu cha Yohana. Mimi nimepewa tu taarifa kama nitahubiri leo, jana jioni. Lakini uzuri tulifundisha interface na Roho Mtakatifu kagomba hodi, si uliongea kuhusu Yohana 15. Si kwa nini wafikishe watu wa Igogo. Tunasoma Yohana 15 na tutasoma mistari michache, mstari wa kwanza hadi 5. Na nitasoma kwa mstari wa Yohana 15 mstari wa kwanza. Yesu anaongea hapa na wanafunzi wake. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu na mimi ndani yake, huyu huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Napenda sana misali hii. Napenda lugha ya mifano Yesu anayoitumia, kwa sababu inagusa maisha yetu. Wangapi mwawahi kula mzabibu? Najua, sijui kama zinapatikana hapa Mwanza mpaka Dodoma. Uzuri Morogoro iko karibu na Dodoma, sio kwetu zinapatikana. Tena tunapata baraka za matunda kweli Morogoro. Nimebarikiwa. Lakini mimi nimepata baraka za samaki. So wote tuna baraka zetu. Lakini mzabibu ukiangalia kuna ile shina, alafu kuna tawi zake, matawi yake. Na kwenye matawi sasa kuna tunda la zabibu ambalo lina matunda mengi madogo madogo, si ndio? Na Yesu alivyowafundisha wafuasi na watu waliomsikiliza, amependa kutumia lugha ambayo wataielewa. Na Israeli kulikuwa na mzabibu, ilikuwa ni kitu cha kawaida kulima. Kama vile angekuja Tanzania na kuongelea mapapai au sijui maembe au vitu ambavyo tunalima, ni kitu cha kawaida. Hata kilimo chake utakielewa, si ndio? Na Waisraeli wameelewa vizuri jinsi ya kulima mzabibu. Ametoka kuna ile shina, alafu kuna matawi. Na matawi kila mwaka yanajizalisha upya. So kila mwaka ni kama kizazi cha matawi
ya mzabibu. Halafu kuna majani yake na kuna tunda. Na tunda pia lazima watengeneze kama kamba ili tawi iweze kwenda vizuri na kupata jua na kuzaa matunda vizuri. Kwa sababu mzabibu kama hata mambo mengine inahitaji jua, inahitaji mvua na inahitaji zile minerals kwa Kiswahili madini kutoka ardhini, si ndio? Kwa sababu hata mti mizizi yake zinachukua maji, lakini pia na madini. Ni kama vile chakula cha mti inapatikana ardhini, lakini jua pia mti unahitaji, vile vile mzabibu. Na katika mfano huu tuna mzabibu ambaye ni nani? Ile shina ni nani? Yesu. Mkulima ni nani? Ili kuwaita wengine katika mfano huu. Kila mmoja ameitwa kufanya hivyo. Kila mmoja. Na hili neno la onyo. Yesu anasema wazi, hata kwa sababu kila ambacho uende mbele kinakufanya uzaa matunda ni mahusiano yako na Mungu. Tawi lisipokuwa na mahusiano na zabibu na shina, hamna kitu, hamna hata madini, hamna hata kila ambacho tawi linahitaji kufanya kusudi lake, si ndio? Na wewe una kusudi. Na tunapokuja tu tunajileta kanisani, tunashiriki kwenye maombi, lakini tusikumaanisha, tusipokaa ndani ya Yesu, tusipopokea kila ambacho anacho kwa ajili yetu, hatuwezi kuzaa matunda. Si ni logic? Na huyu ambaye anakuja tu lakini hamaanishi, hata ile tendo la kukata ni kama vile hajajiingiza kwenye shina. So tujiangalie, tujitathmini. Je, mimi niko ndani ya Yesu? Je, mimi namaanisha kweli katika imani yangu, au nafanya tu mazoea? Mazoea ni hatari, kwa sababu kuna watu katika Mathayo, Yesu anaongelea, kuna watu watakuja kwake siku ya mwisho, watasema, si tumetoa mapepo kwa jina lako, tumeponya watu kwa jina lako, lakini wamefanya kwa mazoea. Na Mungu ni mwenye rehema, anaweza kumtumia mtu ambaye hamaanishi, ili huyo anayehitaji kuponya aponywe. Lakini huyo mtumishi ambaye anajifanya mtumishi, kumbe hana mahusiano na nani? Hana mahusiano ya karibu. Na Yesu alisema, mimi nitawajibu, sijawajua kamwe, tokeni. Mimi hii imenifungulia macho ya kwamba kumbe kila ambacho Yesu anatafuta kwangu ni kunijua. Yeye hariziki kunifahamu tu kwa jina, na hii ni kitu kizuri. Yeye hariziki kujua tu sura yangu. Mimi kuna watu nawajua kwa sura, najua jina, lakini kiukweli siwajui, si ndio? Sijui tabia zao, sijui matani yao, sijui siwajui vizuri. Na vile watu wengine wanajiita Wakristo lakini hawamjui Yesu, na hawahakikishi kwamba na Yesu ajue maisha yangu. Ndio anajua, yeye anaona kila kitu, lakini kama vile baba mzuri na mtoto anatamani ajue kila kitu cha mtoto wake, ili aweze kumrekebisha, ili aweze kumtia moyo, ili aweze kumpongeza. Vile baba wa mbinguni, na baba anafurahi hata mtoto akimwambia kitu ambacho anashajua, si ndio? Hapa si tunajenga mahusiano, na vile na Mungu anataka tuwe na mahusiano ya karibu. Hii ni kitu cha msingi sana, na tusichezee nafasi hii ya kuwa na mahusiano ya karibu na Mungu. Na hii ni wewe peke yako unaweza kujenga mahusiano ya Mungu. Hana mchungaji ambaye anaweza kukujengea, sawa? Au mimi nikitaka kuwa na rafiki naweza, mtu mwingine anaweza, haiwezekani mpaka mimi niongee naye, si ndio? Siwezi kumtumia mtu mwingine ili niweze kumjua. Hii ni umbea, si ndio? Lazima nikutane naye,
lazima niongee naye, nijenge mahusiano. Mahusiano yako na Mungu unaweza kujenga wewe tu, na unaifanya pale ambapo uko chumbani kwako, pale ambapo hakuna naye kuona. Hii ni sehemu ya hatari sana kwa shetani, na anaijua na anaishambulia. Muda wako na Mungu, muda wako na Yesu wako. Tunajua ubizi wa maisha uko usiku, na mimi najua natoka Ulaya, uko ubizi ratiba ina maana, lakini ni swala la kipaumbele. Je, unatenga muda kukaa na Yesu wako, kuomba, kuongea naye na kusikiliza pia, kukaa katika utulivu, kuona kama labda anakuchokoza. Wakati mwingine anataka akukumbushi kuna jirani yako anamhitaji, lakini uko busy tena, hata kwenye maombi uko busy kumwambia kila kitu, hata usikilize. Wakati anasubiri akitulia tu, nikumkumbusha kuna fulani na mitaji katika ufalme wangu. Tuombe, tukaa katika utulivu na tusome neno lake. Yesu ni neno. Na hapa tunapata madini. Hapa tunajilisha kiroho. Kama tawi halipati madini linakufa. Kama wewe hausomi neno, unaweza kufa kiroho. Yaani si kitu kidogo. Ni kitu cha msingi sana, ni kitu kikubwa. Wewe unaona ni kitu kidogo, bwana natenga tu muda wangu kidogo, alafu naomba, nasoma neno. Wakati mwingine hata sisikii chochote, nasoma tu, sielewi, lakini hilo neno ni hai. Amen. Katika Waebrania 4:12 inasema neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Neno la Mungu ni hai. Maana yake hata unaposoma hauelewi, bado litafanya kazi ndani yako. Bado Roho Mtakatifu ataendelea kusema na wewe. Usikate tamaa, usiache. Bado unapoacha, umeshampa nafasi shetani. Shetani yuko busy tu, yani anachotaka ni kutudistract. Yani kutuondoa umakini, kutufanya tuwe busy na vitu vingine. Na hata mimi nimeona nikikaa nikijaribu kuomba mawazo yanatembea. Wangapi wameshaona mambo kama boko, alafu nawaza baadaye kuna nini na kesho nahitaji kumpiga mtu simu, wakati niko na Mungu wangu. Inashambuliwa muda huu, lakini mashambulizi yanaonyesha kwamba unalenga sehemu sahihi. Askari ambaye yuko kwenye vita anapiga risasi, alafu hakuna kinachombudia, maana yake amepiga kwenye msitu ambapo hakuna mtu, si ndio? Hajapata hata adui, amepoteza tu nguvu. Na sisi tunapofanya kitu, iwe maombi, iwe kusoma neno, iwe kuwafikia wengine, na tunaona mashambulizi, aidha ile ya kwamba ni ngumu kuconcentrate, ni ngumu kulenga mawazo, ni ngumu kutumia muda vizuri, tukiona ugumu, lakini pia changamoto za hali ya juu, usikatishwe tamaa. Inamaanisha unalenga sehemu sahihi. Adui hajafurahi. So wewe usikate tamaa, nenda fanya kazi. Sasa nilitaka kuongea kidogo kuhusu matunda. Matunda ni matamu, na Mungu pia anaona matunda ni matamu. Na kuna baadhi ya vitu katika maisha yetu Mungu anaona matamu. Sawa? Kuna matunda ya Roho. Tunajua katika Galatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Roho ndiye nani? Nimekaa kwa Kijerumani zaidi. Ngoja nitafute Kiswahili chake. Tunda la Roho 5. Au aliyepata anisaidie kusoma chako. Hii inasema Galatia sura ya 5:22.
Anasema lakini la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo, nasema upole, kiasi, juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Amen. Ni mambo matamu, si ndio? Upendo, upole, kiasi, uvumilivu. Mtu ambaye anakosa uvumilivu, hapo ni kama hapo unaona tunda halijakomaa, si ndio? Ukila tunda ambalo halijakomaa, si ni chungu? Wengine tabia zao kweli ni chungu. Na Mungu anatafuta mambo matamu kwako, na anamtumia Roho Mtakatifu ili kuzalisha matunda. Wewe hawezi. Mimi mzungu kuja Afrika kazi kwa sababu huku kweli unajifunza uvumilivu. Yaani kila kona unasubiri. Unakuja wanasema tayari, kumbe bado masaa mazima ngapi. Unasema tunakutana muda fulani, watu wanachelewa nusu saa, sana ni kawaida. Yaani hapo mtakatifu amepata nafasi nzuri kukuza tunda la uvumilivu ndani yangu. Na anatumia nafasi kama hizo. Lakini sisi lazima tumruhusu. Sawa? Lazima tufanye nini? Ningeweza kusema mimi nina utamaduni wangu na naupenda. Wai ni nzuri na kuwai ni nzuri. Niwaambie. Wai ni nzuri. Lakini ningesisitiza mno na kujaribu tu kuwabadilisha. Siwezi kuwabadilisha Afrika wote, lakini ningefanya hivyo, mimi nisingepata amani, wengine wasingepata amani, na mimi hapa nimeshindwa kuupanga utakatifu nafasi kufanya kazi ndani. Lakini kwa kuwa yeye amenichokoza, nimesema, ameniambia si kitu kizuri kujifunza uvumilivu. Ikanisaidia. Lakini tunda la Roho halizaliwi bila kibali chako. Lazima wewe ufanye kazi pamoja na nani? Na Roho Mtakatifu. Na pale ambapo hatukai ndani ya shina, ni wazi kabisa, yaani tena lugha ya mfano naipenda ya Bwana Yesu. Tawi lisipokaa ndani ya mzabibu hakuna tunda. Lazima, na Yesu ni gentleman. Yesu ni sijui niseme mpole kwa Kiswahili. Yesu hajilazimiki kwako. Sawa? Anakusubiri kwa upendo. Lakini tusipokubali kujiingiza kwenye shina, kuwa na mahusiano ya karibu na Bwana Yesu, kumruhusu Roho Mtakatifu kufanya kazi yake ndani yetu, kuzalisha matunda, tusipotoa kibali, Yesu anasema sawa, shauri lako, na matunda hayatapatikana. Tunakosa mambo matamu katika maisha tukikosa mahusiano na Yesu. Amina. Amina. Na kuna tunda la toba. Naomba tusome Mathayo sura ya 3 mstari wa 8. Samahani, sijabeba Biblia yangu ya Kiswahili kwa sababu nimebeba ya Kijerumani. Hakitawasaidia. Na hii sasa si ya kwangu. Mtu aliyepata Mathayo 3 mstari wa 8. Itasoma. Tayari. Basi, laeni matunda yapasayo toba. Wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba naye Baba ndiye yule. Kwa maana nawaambia kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Au kwa lugha ya sasa, usiseme mama, baba, bibi, babu ni washirika wa kanisa. Hii ni imani ya mazoea. Hapa hakuna kitu cha kwako. Yaani wokovu si kama ni kitu unarithi. Ni kitu unapokea wewe. Na hapa Yohana Mbatizaji anasema zaini matunda ya toba. Na hapa anamaanisha nini? Unapotubu, kubali kubadilika. Tunapojaribiwa, mwingine anaweza kujaribiwa na shetani au na kitu hata na hisia zake. Na mwingine anaweza kusema si nitatubu baadaye. Hii ni hatari.
Hii inamaanisha haujachukia dhambi. Hii inamaanisha haujaelewa hatari ya dhambi ndani ya maisha yako. Hii inamaanisha haujaelewa hata thamani ya kifo cha Bwana Yesu msalabani. Amekufa kwa sababu amejua dhambi itakuua. Amejua dhambi itaharibu maisha yako. Dhambi ni tamu mwanzoni, lakini ni chungu tumboni. Dhambi ni tamu mwanzoni, lakini ni chungu tumboni, tena ni sumu. Itakuwa pole pole bila wewe hata kutambua. Na si kwamba itakuwa kimwili lazima, itakuua kiroho. Na mwingine hatambui. Anakuwa distracted tu, anakuwa busy, anashindwa kusoma Biblia, anashindwa kuomba, mwishoni anashindwa hata kuja ibadani, mwishoni ni mfu kiroho. So dhambi ni hatari, na ni muhimu sana tuelewe thamani ya toba. Toba, angalau kwa Kijerumani, ladha yake si nzuri. Neno la toba, yaani ni kama vile si nimekosea, sasa nakubali kwamba nimekosea. Inauma. Lakini mimi nimejifunza kupenda neno la toba. Nimejifunza kuona kwamba toba ni zawadi. Sema toba ni zawadi. Tena sijawasikia. Toba ni zawadi. Ni zawadi kubwa kwamba katika imani yetu ndani ya Kristo tuna nafasi kutubu. Na tuna nafasi ya kusamehewa. Wapo Waislamu, wapo Wahindu ambao wanaishi maisha yao lakini hawana uhakika wa msamaha. Hawana uhakika wa kufika mbinguni. Wanajaribu tu kadri wanavyoweza. Na hata wakati wengine wanaona mimi nahitaji kufanya matendo mema na ni hesabu, nipige hesabu, yani angalau nifike mbinguni. Haufiki mbinguni kupitia matendo mema. Unafika mbinguni kupitia Bwana Yesu tu. Amen. Kama matendo yangu mema yangeweza kufuta dhambi zangu, Yesu asingehitaji kufa msalabani. Na ametesa vibaya. Ameteseka vibaya kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Na hii ni habari njema, ndio Injili. Kama toba ni Injili, ni nafasi, ni fursa, ni zawadi kwamba mimi nikikosea na kukosea kubwa. Sawa? Nikikosea naweza kumrudia Bwana Yesu na kusema na hapa naendelea kujenga mahusiano, si ndio? Tena baba gani hafurahi mtoto wake akijileta akisema basi nimefanya moja tatu, halafu anaona kabisa anajutia. Si na yeye ataguswa. Atamrehemu, atasema sawa, nimekusamehe mwanangu. Makosa mengine yana matokeo yao. Sawa? Kwa mfano mtoto amechezea kitu kimeharibika. Akiwa ameshapata umri fulani, baba anaweza kusema nimekusamehe, lakini utawajibika kurekebika. Yaani sijui tutaangalia cha kufanya, lakini utasaidia ili tupate kidogo tuitengeneze au tununue nyingine. Yaani baba mzuri atamwajibika mtoto kurekebisha makosa, na kurekebisha makosa pia ni kitu kizuri. Inaonyesha kwamba kumbe kukosea kupu matokeo yake yapo, lakini mengi yanarekebika. Lakini msamaha ni kitu cha uhusiano. Ndiyo nimefanya kitu na kuna matokeo yake, lakini angalau nisipate shida katika mahusiano yako na Mungu. Nitafute, nipate msamaha, nipate amani moyoni. Sawa? Amen. Huyu mtoto kwa mfano amevunja kikombe. Sawa? Ameshajielewa, ameshakuwa mkubwa. Mama akisema basi utauza mandazi siku fulani na faida tutatumia kununua kikombe kingine, atafanya kwa amani zote kwa sababu mama ameshamsamehe. Si ndio? Anajifunza kwamba makosa yangu yana matokeo, lakini mahusiano yangu na mamangu na babangu yako vizuri. Vile katika maisha ya kiroho, toba ni zawadi. Tunatengeneza mahusiano yetu na Mungu na tunazaa matunda pale ambapo kweli tumejutia. Tunaamua moyoni nitabadilika. Na ukianguka tena inaweza kutokea. Lakini unapojenga mahusiano na Roho Mtakatifu, ukiendelea kumtafuta kusema sitaki, inaendelea kuja, hapo anafurahi, naona anapambana.
anachukia dhambi. Na hapa ni matunda ya toba. So matunda ya toba ni kutii na kubadilika, kukubali kubadilika. So tuna matunda ya roho, zaidi ni kitabia. Tuna matunda ya toba ambayo ni kutii na kubadilika. Na tuna matendo mema yanaweza kuwa kama matunda katika maisha yetu. Lakini zaidi, sema zaidi. Matunda Mungu anayoyatafuta ni kuleta watu kwake. Amen. Ni kuwaleta watu kwake. Tusije tunakaa tunaishi maisha yetu, tunapanga mipango yetu, ndio tunaenda kanisani, lakini majirani yetu ambao wanapotea hawatuhusu. Sawa? Tusije tufanye hivyo. Wako watu ambao hawamjui Yesu. Na wengine tumeshajaribu kuongea nao lakini wamejenga ukuta, si ndio? Kuna wengine unafanya mkutano wa Injili, unahubiri kwa sauti na wanakuja kwa Yesu. Sawa? Wengine wanavutiwa hivyo, lakini wengine ukiwahubiri hivyo watajenga ukuta moyoni. Sawa? Wengine wanakuja tu kwa Yesu kwa ushawishi. Sema ushawishi. Na ushawishi maana yake ni kuja kwa upole, kama Yesu alivyokuja kwa upole. Hakuja kutawala kama askari, hajawaua watu. Alikuja na neno lake lenye nguvu. Na uamini nguvu ya Injili. Hata ukishamwambia mara 10, wakati mwingine anahitaji mara 10, ile mara ya 11 kuambiwa Injili mpaka inaingia. Sawa? Au mara nyingine mtu anamkataa Yesu kabisa, lakini kumbe jirani yake ni Mkristo na alipopata taabu akamsaidia. Sawa? Na alivyohuzunika yeye akaona, akaja kumfariji. Yani vitu vimemzidi, amechanganyikiwa, huyo amekuja amemtia moyo. Hata hajaongea kuhusu Injili. Yule Mkristo hapa jirani, yeye amekuwa tu rafiki. Amekuwa nani? Tena rafiki wa kuunganisha. Na kupitia maisha yake ameona matunda ya Roho ndani yake. Ameona upendo, ameona uvumilivu, ameona upole. Na anaona anavyoishi inavutia. Na hii inaweza kumvuta kidogo. Na hapo kesho kutwa unamwambia Injili mara ya 3, anakubali. Kwa sababu gani? Amekuona. Umejenga urafiki. So kuna uinjilisti wa sauti, uinjilisti wa mikutano, sawa? Kuna uinjilisti pia kuna uinjilisti pia wa urafiki. Sawa? Na hii uinjilisti wa upole ni mkakati mzuri sana. Tena inawasaidia watu wengi ambao wako kwenye mataifa ambao hajafikiwa na Injili. Yaani Waislamu, Wahindu. Ukija ukiwahubiri moja kwa moja hawatataka kuwa na mahusiano na wewe. Lakini ukija unakuwa rafiki. Unaonyesha upendo wa Yesu. Wanabadilika. Wanafunguka. Na mataifa ambayo hajafikiwa wako hapa mlangoni kwako. Uwapende kwa upendo wa Mungu. Yaani usiseme hainihusu. Hapana. Yesu amekufa kwa ajili yao. Yesu anawahitaji katika ufalme wake. Uwe na mzigo wa kuwafikia. Uwe na mzigo wa mjua Bwana Yesu. Na hapo Mungu atakusaidia na utaona matunda katika maisha yako. Amen. Na tena utaona thawabu. Amen. Na pale ambapo shauku ya Mungu imekuwa shauku yako, inamgusa moyo wa Mungu. Yaani hapa Mungu anasema huyu kweli amenijua kama rafiki wa karibu, na mimi nimemjua. Na kila ambacho nakitamani kuwaleta watu kwangu kimekuwa mzigo kwake. Na itakusa moyo wa Mungu. Na utaona anavyounga mkono na anavyokusaidia. Ndio.
Kuna aina mbalimbali ya uinjilisti. Ninasema uinjilisti wa rafiki, uinjilisti wa kuhubiri kwenye mikutano, kuna uinjilisti wa kwenda mitaani, wengine wanaenda nyumba kwa nyumba, wengine wanaingia mitandaoni, wanahubiri kwenye redio, kwenye social media, na kila kitu kina nafasi yake. Na Mungu amekupa vipaji vyako. Na wewe ujitathmini sasa. Vipaji vyako ni vipi? Mungu anahitaji kufanya kazi kupitia mimi kwa njia gani? Hii ni kazi yako, nakupa homework. Ongea na Mungu wako. Sawa. Na nafikiri naweza kumalizia. Ningependa tena kuongea kuhusu ile ya kuzaa matunda. Tawi la mzabibu likijipa pressure litazaa haraka zaidi. Eti labda mwezi wa mavuno ni mwezi wa sijui mwezi wa kwa mzabibu sijui ni mwezi wa ngapi hapa Tanzania. Tuseme ni mwezi wa 8. Sawa? Sasa tawi linataka ngoja niongeze bidii, niongeze pressure, alafu nizae mwezi wa 5. Itawezekana? Kuzaa matunda huwa inachukua muda. Sema inachukua muda. Na ndio maana napenda sana mfano huu. Kwa sababu mwingine anaweza kujipa pressure. Kesho nahitaji kumfikia jirani. Wakati hajakoma. Tunda hili halijakoma. Inachukua muda. Muda ya maombi, muda ya ushawishi, muda ya urafiki. Alafu anajileta mwenyewe. So pale ambapo niko ndani ya shina, niko na mahusiano ya karibu na Mungu, pale automatically kwa Kiingereza tunasema, yani ni kitu cha kawaida, lazima itatokea, matunda yatapatikana. Amen. Kazi yako ya kwanza ni kujenga mahusiano na Mungu. Kazi yako ya pili ni kuwa tayari kutumika. Sawa, hii yote ni muhimu. Mwingine anajenga mahusiano, anafurahi, anasifu, anaomba, lakini Mtakatifu anapogonga hodi, nenda kwa fulani, anaziba masikio. Tunahitaji mahusiano ya karibu, lakini tunahitaji kutayari pia kujitoa. Kama vile Bwana Yesu alivyokuwa tayari kujitoa. Hatusingekuwepo mahali hapa, tungepotea. Yesu angependelea starehe za mbinguni. Angaliweza kusema, mbona hapa kwa Baba ni mzuri, malaika wanaimba, nina kila kitu, nakaa katika utukufu, hamna hata uchafu, hamna hata dhambi hapa. Bora nibaki, si ndio? Lakini kwa kuwa amekuona wewe, ameniona mimi, tunapotea. Inamuumiza. Bwana nimemuumba kwa mfano wangu. Halafu kupitia si walikuwa Wayahudi ambao waliteuliwa kuwa na mahusiano na Mungu kipindi hiki kama mfano kwetu. Kupitia Torati Bwana hawaelewi. Si bora nijilete. Yesu alikuwa na utayari. Alikuwa na mahusiano ya karibu kabisa na Baba. Tena ni kitu kimoja. Lakini pia alikuwa na utayari kwenda kuacha utukufu wa mbinguni, kuzaliwa kwenye banda la mifugo katika uchafu kama mtu maskini, ili akuelewe wewe, anielewe mimi, katika umaskini wetu wa kawaida, lakini pia wa kiroho. Ameipitia, anakuelewa, na amejitoa kwa maisha yake yote mpaka amekufa msalabani. Je, na wewe sio tayari kujitoa? Sisi tuwe tayari kujitoa kwa wengine. Na tuwalete watu kwa Mungu. Biblia inasema mimi ndimi mzabibu na ninyi ni matawi. Nasoma 7:5. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu na mimi ndani yake, huyu huzaa sana. Sema huyu huzaa sana. Huyu huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hii kweli inanitia moyo. Maana naelewa kabisa kwa uwezo wangu mimi siwezi.
na bila msaada wake wewe hawezi. Bila yeye kuniwezesha siwezi kufanya lolote lenye maana katika familia. Tunda linazalishwa kupitia Roho Mtakatifu. Maji yanayopanda shina yanaingia kwenye matawi, yanasababisha matunda kujitokeza. Ni ishara ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapofanya kazi ndani yetu na tutaona matunda. Tusipomruhusu matunda haya, tunamtegemea 100%. Na hii inanitia moyo sana. Na ungekuja kwenye Kairos ungejifunza mambo zaidi kuhusu misheni ya jinsi Mungu alivyojitoa, anavyokuwa na moyo kwa mataifa yote, yaani kupitia Biblia nzima, kupitia historia ya kanisa. Umeona na vitu kuhusu mkakati wa misheni, jinsi ya kuvuka utamaduni, kwa sababu kwa mfano Waislamu wana tamaduni tofauti kabisa. Sawa? Na ni vizuri kujifunza jinsi ya kuwatia moyo, jinsi kutokuwa kikwazo. Tutafuta amani ili wavutiwe na Bwana Yesu. Ambaye yumo pia kwenye Qur'an, yumo. Qur'an inamwongelea Bwana Yesu, wengine tu wanavumilia kumfumba macho. Na Mungu anawapenda, anawataka katika ufalme wake. So, yaani ningeweza kusema mengi kuhusu Kairos, lakini bora uje tu. Uje tu ujifunze. Nina maswali, nitahitimisha kwa maswali kadhaa. Wewe utaweza kujiuliza, je, ninakaa ndani ya Mungu? Yaani nina mahusiano ya karibu na Mungu? Je, ninamruhusu kunibadilisha, kuniprune? Je, ninazaa matunda tayari, naona matunda ya Roho kwa mfano katika maisha yangu? Au angalau nione matunda ya Roho yako kwenye mchakato wa kukomaa? Tusikose lengo. Sawa? Sawa pendwa. Tusikose lengo. Yesu ametuachia agizo la kuwafikia mataifa yote. Tusikose kulifanyia kazi. Mungu awabariki. Amen.